tufike Bwana Yesu asifiwe. Ule amepata atusomee Marko 5:25 tufike 34. Marko Mark chapter 5 verse 25 tufike 34. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tasoma kwa uwezo wa Bwana kitabu cha Marko 5 kuanzia 25. Inasema, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharamiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilimzidi kuwa mbaya. 27. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikigusa mavazi yake tu nitapona. 29. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. 30. Mara Yesu akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? 31. Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusoga songa, nawe wasema ni nani aliyekugusa? 32. Akatazama pande zote ili amuone yule aliyelitenda neno hilo, na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia akamweleza kweli yote. 34. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. 35. Hata alipokuwa katika kunena. Bwana abariki andiko. Amen. Asante Bwana. Na kabisi andiko habari nimesoma mbele yako Baba, mkono wako. Yesu. Mama amesimama kwa ajili ya kuelekeza mtoto wake hapo mbele yako Baba. Yesu. Nikania mheshimisho kugusa Bwana. Yesu. Anaponena maneno yako Baba, kuna wengi ambao watapokea uponyaji kupitia katika hili neno. Yesu. Hili ni neno ambalo Baba ulifundisha kwa siku nyingi. Yesu. Hata ukakaa Baba katika semina nalo Bwana. Yesu. Nimefikia wale ambao wanakaa Nairobi. Yesu. Ili wakapokea uponyaji. Yesu. Unaona watu wana maradhi mbalimbali. Wanahitaji uponyaji siku leo. Yesu. Kutoka hapa hapa baraka zako. Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hii Biblia inatuambia kwamba Yesu alikuwa anafundisha ama alikuwa anahubiri katika masinagogi, alikuwa anapitia katika vijiji akifundisha kuhusu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anafundisha kukuja kwa Yesu Kristo. Wakati alipo anatunguka, kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye aliteseka miaka mingi. Ameteseka miaka 12. Alikuwa mwaga damu. Yani aliteseka sana, hata kukaa ama kulala alikuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwami Yesu izoni. Huyu mama alivumilia. Huyu mama alipitia. Huyu mama aliteseka. Wakati alikuwa mgonjwa, alikuwa na vitu yake, alikuwa na mali, lakini yote iliisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitafuta hata waganga.
Alitafuta kila aina. Wanaweza kuambia pitia hapa, kuna mtu anaponya. Huyu mama anauza chaka alicho nacho, anaenda. Ndugu zake walipambana na sisi zake, lakini hakuna uponaji walipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata sisi wa mama, hata huyo mama alikuwa na uzito. Sisi hata siku 2-3 tunapataka ni uzito. Hata kukaa kwa nyumba inakuwa na uzito. Hata utaki kusonga hata kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hiyo siku unaogopa hata kwa malazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunakuwa na uzito ndani ya mwili wetu ama ndani ya moyo wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo mama miaka 12 aliteseka. Alikuwa ananuka. Lakini wakati alisikia ya kwamba kuna mtu anapita, kuna injili inapita, kuna mponyaji anapita, huyu mama alisimama. Hakutaka mtu ampeleke. Yeye alisimama. Alipitia anga kando. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakutaka mtu amuone. Alikuwa anafuata nyuma pole pole. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anataka tu kushika tu upindo wa Yesu hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitafuta kapenya. Watu walikuwa wamejaa, lakini alijiweka imani wakati alitoka nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliomba akasema, Mungu wangu, natoka. Wewe utangulie ama wewe tembea na mimi. Bora tu niguse hiyo vazi ya Yesu Kristo nipate uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama alijaribu mimu yote. Vile atapenya kwa watu, lazima afike kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Alizunguka. Alipitia nyuma na ananuka. Lakini hakujali harufu yake. Hakujali amekaa namna gani. Akasema lazima nifike kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati alifika kwa Yesu Kristo, alishika tu pindo yake. Na Yesu Kristo kwa sababu alikuwa ameomba, amejaza nguvu za Yesu Kristo za Roho Mtakatifu. Nguvu zake aliona zinashuka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikaonekana huyo mama alikuwa na uzito sana. Saa zingine alikuwa na laana. Saa zingine alikuwa na ugonjwa ambao ametumiliwa. Kulikuwa na vitu ambavyo alikuwa amebeba ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo akaona nguvu zake zimeteremka. Akamuuliza, nani ameniguza? Wanafunzi wakamwambia, wewe unaona watu wamejaa na wewe unasema mtu aligusa. Aligeuka akaangalia nyuma, akapata ni mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mwanamke alitetemeka, akawa na hofu. Yaani wakati huo, wakati alishika, alitetemeka, akawa na hofu ndani yake. Atakifanya namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu alimwambia, imani yako imekuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwami Yesu izoni. Huyu mama aliteseka. Wewe uko hapa, umekaa miaka kanisani, umeteseka. Kuna jambo ambayo ukiangalia unaomba lakini ifunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekaa kanisani, unatafuta uponyaji lakini upate. Hujakuwa na imani ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama alikuwa na imani ya kutosha. Unapoenda kanisani utakuombewa, kuwa na imani ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo jambo omba kwanza ndio uende kwa pastor ama uende kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi mna uhuru ama mko sawa kwa sababu mna mchungaji wa kuombea maneno yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengi wanatafuta kama mhubiri lakini hawapati. Yeye anakufundisha tu neno na kutoka. Wewe mwenyewe ujiombee. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameshukia ndani yake. Na Mungu anatafuta wewe. Uzito uko nayo katika nyumba yako, lete kwa Yesu Kristo msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwami Yesu izoni. Kuna mambo tunapitia katika ndoa. Kuna mambo tunapitia katika boma. Saa zingine wewe ulitoka nyumbani na laana. Umekaa nayo miaka mingi, hujapata uponyaji. Leo ni siku yako ya kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hujajenga nyumbani, unapanga mpango ujenge, na kuna mtu mwingine anakupinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mengine ya ukoo wewe huwezi jua. Ilikuwa ya kitambo mtu akujenga,
lakini anakufuata pole pole na wewe hujajua. Siku ya leo nataka nufungulike. Bwana Yesu asifiwe sana. Mami Yesu izoni. Umekaa kwa kazi miaka mingi, hakuna mshahara unaongezwa, hakuna pahali unasonga. Hasa hizo pesa, hata kuna kijana alisema hapa, hizo pesa unapewa, kumbe wamefanyia mazibao. Ukishachukua ni ugonjwa tu kwa nyumba, ni shida mbalimbali, simu zinapigwa, toa mtu mgonjwa, matangi imepatikana, kuna sijui nini. Hizo pesa zinaingia tu na kutoka. Basi haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima utafute Yesu Kristo, umuite na moyo wako. Yeremia anasema, niite nami nitaitika, yaliyo magumu nitafungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anafungua yale wewe umemwita, yale umesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na watoto Gen Z na wako na maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusipoombea, pastor amesema tuombee watoto wetu, ni shida, sio wa kuvumilia. Alafu mtu ameleta vitu vya kupaka, mtu ameleta style, mtu ameleta sijui what. Najua sisi tuko nyumbani, wameletea university, tunaona maneno. Mimi nilikuwa nasema mtoto akaenda university, yani mzazi wewe unafurahia. Unajua tu mtoto ameenda university, atakuja na degree yake, mimi nitafurahia. Lakini wameleta kwetu, nimeona maajabu. Wakikuja wanakulea kujanga wangapi? Wewe umepeleka mtoto mmoja, lakini watakuwa wangapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unalipa nyumba na chakula, lakini mtoto anakuambia mama, chakula imeisha, baba hakuna. Kumbe kuna mwingine anakula. Bosi haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe unagonja certificate ya karatasi, lakini unapata yaani certificate ya nani? Ya mimba ama mtoto. Bosi haleluya. Na wengine wanafika huko, pombe, hangi, mtoto anapotea, mwingine anashinda kwa nyumba, mwingine haendi shule. Watoto wako akienda kule, ombea huyu mtoto kila wakati na kila saa. Na mwambia mambo naona nimeshuhudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwami Yesu izoni. Mambo yanatendeka maajabu. Yaani wazazi wamelipa fisi yote, anamleta na gari na budget yote, lakini mtoto amesahau hiyo, ameenda baraza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwami Yesu izoni. Tuombee watoto wetu. Kuna kitu kinashika watoto, kuna laana inashika watoto, kuna wengine wataki wasonge mbele. Ako kanisani, wale waliambia Yesu walikuwa wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale anahubiri nao, hakuwa mtu wa nje, kwa sababu aliuliza nani ananigusa. Wao wangeangalia waone ni nani amemshika, lakini hawakuangalia. Pastor anauliza naona kitu fulani, mtu asema nimeona imekuwa hivi na hivi, anajaza yake pale. Instead ya kuelekeza pastor inatakikana hivi, imekuwa hivi, yeye anaweka chumvi na sukari ndio achukie nani? Huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe ndio kuwa wa mbele, lakini huyu asifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na wapingamizi kanisani na wanaomba, hawako nje, tumekuja kanisani. Anatafuta wa kumeza na kuharibu. Wewe unataka wako wabarikiwe, lakini unataka wengine wabarikiwe. Unataka huyu mama aendelee, ajenge mama yake. Unataka tu akae tu huku, akienda nyumbani ndio wanajenga kadiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombeane tukiwa kanisani. Tujengane, tukuwe na amani na upendo. Waebrania inasema tuwe na nia moja na umoja na upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasonga mbele. Beba mzigo huyu, muombe. Hata kama pastor hajaomba, wewe muombe kwanza. Shika yeye mkono, mwambie mimi nakuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pastor anaweka muhuri, Yesu Kristo anasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombezi ni mambo ya maana, ama ni maombi ya maana, ni ya kufungua milango ambayo imefunga pale. Tena wazishia, yani inakuwa rahisi. Hata pastor akiomba, nyinyi mmeshafungua hii
mmekatakata. Yeye akisimama tu uponyaji na pita. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wote wanaokoka, watu wote wanasali, watu wote wanabarikiwa. Wakienda nyumbani wanasema hiyo sala ilikuwa ya maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mami Yesu zomi. Wewe una uzito gani? Umeteseka kwa muda gani? Na wewe umevumilia na hiyo mzigo. Wakati aliita huyo mama, alisema mambo yake yote. Halikali kibisa. Haliwe wajali ya roka mundu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitupa yabora kosi kawa. Akamwambia imani yako imekuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unaweza kukuuliza kuna jambo fulani naona ni hivi na hivi, lakini inakuwa ni uzito. Kama hujui sema sijui. Saa zingine ilikuwa ya na sijajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Atajua vile ataomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mami Yesu. Kanisani tulikuja kuleta mizigo yetu kanisani. Yesu Kristo alikufa akafufuka pamoja nasi. Uzito tuko nayo tunaleta msalabani kwa Yesu Kristo ambaye atatupumzisha. Hatakuwa na mzigo aina gani. Mungu anapumzisha hiyo mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umekuwa na mzigo umebeba kwa kichwa. Mtu anasema ingia kwa gari, nataka nimeona umetembea umechoka. Wewe ungali umebeba mzigo yako kwa kichwa. Uje wekelea kwa gari ukae. Bado umebeba tu unaenda tu na. Gari inatemeka na wewe unafanya tu na mzigo yako umeshika tu. Umekwamilia tu. Utaje kujifungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huu ni kuachilia mizigo chini ya Yesu Kristo. Tafuta uso wa Mungu. Mungu atembee na wewe. Wewe uko na Yesu. Ita Yesu kila wakati na kila saa. Wafilipi inasema omba bila kukoma. Kila saa uendelee kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Usingoje tu usiku ya pasa na kuja niombe. Omba kila wakati na kila saa. Usichoke kuomba. Ama usichoke kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta uso wa Bwana. Duniani kumekuwa na mambo mengi, lakini maisha ya sasa lazima tuite Yesu Kristo asimame na sisi. Wamama tuombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza wamama ndio walikuwa wa kwanza kuona nyota. Wakapeleka zawadi. Sini siku zile karibia za Yesu Kristo. Nani walienda? Wakati Herode alitafuta wanasema tu wanakuja. Herode mwingine hapo anatafutanga nyota yenu. Msipoomba hiyo nyota inaenda. Watoto hawezi songa mbele, hawezi jenga, hawezi nunua magari kwa sababu kuna Herode anatafuta watu wake. Kwa sababu alitafuta hata hiyo nyota inatokea wapi? Aende kuzima hiyo nyota ya Yesu Kristo. Uponyaji wa Yesu Kristo. Utabiri wake, maono yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mami Yesu. Tunaelekea siku za Yesu Kristo kuzaliwa. Simama imba, ita Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi ndio mlienda kaburini. Ndio mlienda kuambia Thomas, unaona Yesu Kristo anakufufuka. Ndio huyo mbio. Hakusadiki. Alitoka tu nini? Mbio. Ndio aenda kufanya nini? Mzimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujitie nguvu. Tuite Yesu Kristo. Tujitie nguvu. Mungu atuwezeshe. Tuite Yesu Kristo. Hiyo shida tunazo katika maisha yetu, katika jamii, laana ambazo zimekufunga zifunguke siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta Yesu Kristo. Mwami Yesu izoni. Endelea na hiyo imani. Tafuta kama imani iko chini. Ita tu Mungu atakupatia imani iliyo ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui wewe umepitia mambo gani? Mateso umepitia namna gani? Mimi sijajua, lakini wewe ndio unajua. Wewe ndio umekaa moyoni unajua. Mambo gani yako na uzito katika maisha yangu? Uzito gani ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijajua. Sijajua mama yako. Sijajua watoto wako. Sijajua nini yani jirani hata jirani wako. Lakini wewe mwenyewe unajua. Shida yako ambapo hadi umeishi. Saa zingine plot
ploti hiyo ni ya maskini. Na wewe umekaa kwa hiyo ploti. Hata wewe usiongimbe. Hiyo ni kupeana tu kwa baki kujisema. Lakini nyumbani haujengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwami Yesu zoni. Umeoneka kwa boma mbaya ni ya chini. Inatakana wewe usimame, ubebe wa mzigo, uombee hiyo boma iko ya maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwami Yesu zoni. Tafuta Yesu Kristo. Shika huyu kijana ambaye Mungu amekupatia. Enda pamoja naye. Wanasema mkitembea kwa njia mkwena mbulala. Sio mulaya yeye ahenzi hiyo bundali. Asa mulaya ugakusa. Ndako ndini. Nikupate mbele. Hamuko pamoja. Na mnaenda wapi? Kwa Naivas. Ufanye baadhi. Sasa wewe vizuri tunaenda. Mmepanga vizuri lakini kwa njia inakuwa balaa. Sasa ni mmoja kwa huko na mwingine huko. Sasa ukiwa kwa hiyo nini mtachukua hangu utachagua. Ayai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Chinwe ndo najua. Hata Yesu mtanzi amesahau vitu itakana nunu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nyumba ni kujenga ni watu wangapi? Wawili. Ukiona huyu analemea wewe muinue hivi. Mwambie tunataka tupanye hivi. Twende kwa inji. Sio kwa tumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ushuhuda. Bwana anga alienda na Andis. Nikapenda. Lakini watu wameenda huko wakuchuna majani. Ni vijana. Wakati wanapata advance ni kidogo. Hiyo tu ni post kidogo, lakini waache ifike mshahara. Mara nyama, mara mandazi, mara chapati, mara naenda sijui nini na nini, mara mkate, maziwa nanunua ya packet, mara nanunua ya ng'ombe, hii ya kikombe, mara sijui. Hiyo siku wanawake ndio mpani sasa unajua iko na mifereji mingi. Sasa mtu anachukua pani anataka kuonyesha, mtoto anatembea na mandazi, mwingine anatembea na nyama. Na mzee wangu kwa sababu anapendwa na watu, vijana wanakuja kukaa hapo. Sasa akaniambia mama, mimi naona wewe sio ukae huko. Nilishe na bwana kazi nikamwambia mimi ni mama wa boma. Mzee atafute nikijenga boma. Nikitembea tu na kuja nyumbani, hivyo maisha inasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sisemi mpeleke baki vizeni nyumbani. Tulielewana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mafundisho tu. So, vijana tulikuwa tumekaa nikamwambia nyinyi naona mnapata pesa sana. Lakini maisha mko nayo. Mara mangondo hii, mara 3,000, watu wananunua 50, wananunua 3,000, 2,000. Yaani kwa siku chache tu au siku 3 anafundi kwa sababu anatengeneza mameza nini pati yako tu. Sasa wamekosa pati yako tu shilingi 10 wale washakie mahindi. Sasa nikamuuliza nyinyi mnakula tu zote safari moja, hata mwangangi hata tu unasema atakula 10% weka weka 10% hizi zingine mtumie, kwa sababu hapa haijulikani. Anytime unaenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujenge nyumbani. Sasa nyinyi mmekuja tu nikukule tu. Hata huyu bwana unaenda tu shopping na supermarket, umena, utumbu, nyama, timbuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi jenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa unaona mama huyu alikuwa na vitu vingi. Akauza zote. Ndio hiyo. Unaweza kuwa na pesa umalizie tu kwa vitu vingi. Sio ugonjwa peke yake. Sisi inyama, utumbu, hiyo vyote vikuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kulikuwa na mmoja akasema, sasa wewe unatakana tukiwa kanisani ukuje fundisha yako wanawake wetu. Kwa sababu wanawake ukimwambia tunataka tupange hii tujenge hii, hataki. Sasa nakwambia nataka kujelebeka, mimi nataka hii, nataka keki, nataka chipsi, nataka sini. Hamutajenga. Mtakuwa tu
ukuwe kama huyo mama. Utamaliza huko miaka 12 bila chochote kujenga nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwami Yesu izome. Amen. Lazima mjipange. Maisha ya Ruto. Hasta bonanza ya. Maisha ya Ruto. Amen. Amen. Ni kiongozi wetu. Yuliko, si ndio? Tumekubali. Lakini ni kujipanga. Ujipange. Hata shilingi 3. Ujipange naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata tukiweka mtu mwingine, watu wote tuko ukuni. Hakuna mtu hana tumbo. Kwa sababu watu wameenda hiyo kole. Hata mwingine mkelete tuseme. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio tuliona atabadilisha. Lakini tunaona sasa hivi unaona hata school fees wanarudisha kama kitabu. Ni kujipanga, kula 5 weka 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mami Yesu izome. Amen. Maisha ni kujipanga. Wakati mama huyu aliona mbelemewa kabisa, akasema maisha buka akanja. Basa hadi ucha na ngenda Ramadan. Hasa nishieke nishende nyanjeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Angalia nitakimbilia wapi? Akatafuta njia yote, nitaenda wapi? Nimezunguka kila pahali, sijapata mtu. Nimetafuta, sijapata mtu. Lakini aliangalia, alisikia tu kuna habari njema. Kuna mponyaji. Kuna mtu wa kushika, yaani kubeba mzigo wangu. Huyu mama alikimbilia, alitafuta kapenya, akashika pindo la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tafuta upendo wa Yesu Kristo. Hata uko na mazito aina gani, tafuta Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuite Yesu Kristo akuwe pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sijui wewe unalemewa. Uzito wako ni aina gani? Umeomba, umetafuta, umesema hii jambo, nikienda kanisani, nikirudi nyumbani itakuwa sawa. Lakini wewe ukirudi nyumbani ni hiyo tatizo bado uko nalo. Hutakuwa na imani ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tafuta siku ambayo wewe unataka uko na hiyo imani, na ukikuja hapa uponyaji utapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nami Yesu izoni. Amen. Mimi sijajua maisha yako. Wewe ndio unajua yale unapitia. Unajua hata hiyo nyumbani, muombea hata watu wa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata tuombee bishop anapitia kusimamia mission ama serikali nchi yote, sio mchezo. Huyu mzee halali anazunguka na tena uongozi unataka kuwa na pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu anakuhitaji personally, kanisani, nini na nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwami Yesu izoni. Amen. Sasa anamaliza harusi. Kuna matanga, Joseph na mtoto wake amekufa Karioni. Alikuwa ameoleka, hajapata mtoto, lakini wanaleta nyumbani. Bado tuko na matanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanazika tarehe 22 nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo mama yake ni Shamazi wa Glanzi, Peres na Mbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So kuna vitu vingi ambavyo mapasta wanabeba. Viongozi wana kazi ngumu. Lazima tena tuwaweke kwa maombi. Kuna mambo yanapitia. Anaweza ombea wewe, lakini kwake hakuna mtu anamuombea. Lazima anasimama mwenyewe kipenda. Amesema anafunga, alikuwa anaombea mambo yake. Kuna mambo hata wewe mwenyewe lazima utafute Yesu Kristo. Uombe mwenyewe, ukiri na mdomo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwami Yesu izoni. Wakati uwe unajua shida yako, pasta atakuelekeza pahali uko na uzito. Wewe tu usimame na miguu yako mbili, uambie Mungu, hiyo tatizo nimekuwa nayo kwa miaka ama kwa mwana, kwa muda, lakini nataka siku ya leo nifungulie. Tusimame wote. Cha kutuma ini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Ake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye
nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka anategemea daima, yote chini yake isha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni na amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinifika, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Sema Yesu. Nasimama Bwana katika damu yako ya Kaibari, kwa ajili ya dhambi zangu.